Hey, ni aje wakuu. I hope mko sawa. Nini nasikia inaendelea? Ati badala watu waende wa discuss mambo ya maendeleo between the two countries, wanaenda kuongea kuhusu mikwaju. Mikwaju. Two leaders, two head of states wanatumia tax za Wakenya kwenda kuongea kuhusu mikwaju. Kwenda kuongea kuhusu mikwaju. It's quite laughable. This is serious. Bro, this is serious. And do you know, wakati wanaongea kuhusu hii mikwaju, hii ni marisasi itatembea. Why, mbona we mama unajiita rais? Mbona mnafurahia vifo za watoto? Mbona mnafurahia vifo za watu? Ati ndio mkae tu kwa mamlaka. Why? I don't understand. Kwani kiti inakuwaka na nini? Because at first mimi nilikuwa nadhani wanawake ndio hata hukua na uchungu na watoto. Wanawake hawatakagi kusikia watoto wanakufa. Kisikia mtoto anakufa, I think wanawake unafaa kuwa unalia sana. But it is very 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 shameful kwa huyo president wa TZ kusema Watanzania, jenzi wa Tanzania wakikuja huku wapigwe mikwaju, na jenzi wa Kenya wakienda huko wapigwe mikwaju. Kwamba wanaelewa mambo ya siasa. Usidhani ati ni mikwaju ati ni kiboko unachukua unachapa mtoto. No, alikuwa anaongea kuhusu bullets. Ni marisasi, si kitu kingine. Why? Mbona? Ni kwa nini? Mbona uwe watoto? Mbona uwe mtu? Mbona uwe watoto wenyewe? Yani you don't have feelings. Don't have feelings. When ni mzazi una address, yani kwani watoto wa watu wamekuwa nini? Watoto wa maskini wamekuwa nini? Watoto wa maskini wamekuwa nini? Si wewe wako akuje, wako pia akikuja huku Kenya. Hata wako akikuja huku Kenya apigwe mkwaju. Of which hata sielewi ni mkwaju gani unaongea kuhusu. Unajua wewe, sisi hatutaki hiyo ujinga na upuzi ati mikwaju. Tutaki hiyo ujinga, and I hope President Ruto hautachukua hizo advices za huyo mtu anaongea kama mtoto. Is a head of state, lakini anaongea ni kama tu mtu. Hao watu kwani hawajai jua walichukua uongozi. Wewe ukiwa kama kiongozi, ongea kama kiongozi, wacha kuongea kama mtu mpuzi, kama mtu mjinga. Mumeua watoto. Uliua karibu watoto sijui 5,000, wewe sijui 500. Uliua watoto wa watu 500 Gen-Zs. Hujatosheka na hiyo damu. Huku kwingine sijui Gen-Z karibu 82 walipigwa marisasi. Wengine wako hospitalini sahi. Wengine wamezikwa. Wengine walikuwa na abductiwa. Why? Kwani hiyo ni uongozi aina gani? Mnafurahi mkiongoza na hiyo design? Let me tell you, maybe Tanzania nyinyi sio nchi mko na demokrasia. Here in Kenya we have democracy. We have freedom of speech. We have freedom of movement. I hope President Ruto will not take those advices from that old woman. Wewe ni Muislamu, badala uongee kama Muislamu unaongea tu kama takataka ya mtu. Tutadili na nyinyi. Tutaki hiyo ujinga tena ati wakikuja huko piga mikwaju, na hao wakikuja huko piga mikwaju. Watoto wenyewe ndio mnapiga mikwaju. Au wenyu pia watapigwa mikwaju siku moja. Ndio usikie
vile wazazi wa watoto wenye unasema wapigwa mikwaju, musikie vile hiyo kitu inakuwa, yani ni uchungu sana. What I mean is ni uchungu sana. It's painful, it's very sad. A leader of that caliber speaking those kinds of words, it's total nonsense, and shame on you.